unachokea kama mimi haya wewe haya. Sasa mimi mnaanza kunitofoni nimefanya nini? Aina hii ya vijana wana mchango mdogo sana katika taifa. Wali gani mtazamaji wa Lupiana Classic, moja kwa moja tuko live bila chenga na moja kwa moja kama unavyoweza kushuhudia mtazamaji. Leo sitaki utani na ndio maana unaona niko na usafiri pamoja na vijana waliochangamka. Vijana wamechangamka na mimi mwenyewe nimechangamka live bila chenga. Leo naanza kutembelea vibanda vyote vinavyotengeneza furniture. Hawawezekani wanatuuzia mali za hovyo, wanafanya biashara bila vibali vya serikali, bila leseni. Kwa nini wafanye upumbavu kama huo? Angalia kwanza nilipopata hasira, jicho limechangamka. Alafu angalia waonyeshe kitambi hicho. Onyesha na miguuni humo buti niliyokulambia, hiyo buti nimeilamba vizuri kabisa. Na mtu akinichanganya buti hii na mkanyagia kichwani na tikisa hivi kichwa chako hicho mpaka kiweze kuchangamka. Moja kwa moja tuko live bila chenga na ninaenda kuwategua watu midomo. Kameramani usiogope, tumeshafika eneo la husika. Wewe twende bwana mkubwa, twende. Tuko live bila chenga, tunaenda kuwanasa wahalifu. Tukifika pale ni kupakia tu mali na kuondoka. Lazima mali. Kameramani tangulia kameramani. Tangulia mbio, changanya makalio yako hayo mavia sigande chapu. Twende kazi. Haiwezekani watu walete ushenzi, wanauza vitu havieleweki. Kale kajamaka sina bei furniture kalinitufua. Yes. Namna hiyo. Leta, hatuna muda wa kupoteza. Leta. Zungusha kameramani, nenda kule. Zungusha. Sogeza huku. Hamwezi mkawa mnafanya biashara za kihuni. Tuangalie, leta. Sogeza. Hizi zote zinapakiliwa. Geuza. Namna hiyo. Dereva wewe nitakunyima hela. Haya, geuza. Paki hapa. Haiwezekani vitu vya hovyo namna hivi vinapakiliwa, vyote viko chini ya ulinzi. Hamwezekani mnauza vitu havieleweki. Sina bei furniture alinituvua, alinipiga huyu jamaa. Leo nimekuja kwa hasira, vitu vyake vyote vinabebwa. Haiwezekani unakopa hela, una uwezo wa kufanya biashara. Haya, shuka wakubwa. Shuka, pakia, anza kupakia. Hapo dereva, hapo. Anza kupakia. Nini na wewe? Wewe toka huku. Tulia hapa, pakia mzigo. Pakia mzigo wewe nini? Pakia mzigo. Wewe pakia mzigo. Pakia mzigo. Acha wewe bwana mkubwa. Wewe tulia. Wewe mzigo hautoki. Mimi nimeagizwa. Tulia bosi aje. Tulia nipigie bosi. Mimi nimeagizwa. Haya, ondoka. Haya nyinyi ondokeni. Wakati tunaongea, wewe sogea pembeni bana. Wewe sogea pembeni. Hakuna bwana hivi vitu vinapakiliwa. Pakia. Wewe bwana. Wewe pakia vitu. Ngoja nini? Ngoja nikafanya bei hapa. Kashenzi hapa. Kipala kinatoka jasho. Ngoja bwana mkubwa. Toka hapo. Umerudi tena ndugu yangu. Nimerudi nini? Lazima nirudi. Wewe ulinitufua. Alinipiga kaka jamaa alinipiga. Kwanza kitambi kina. Umerudi. Wewe tulia, wewe uweze kunichanganya na huna lolote. Umerudi tena? Nimerudi tena ndio. Pigo nilichokupiga hujalizika. Ulininyanyasa na nimerudi tena kwa ajili ya kupakia. Shida nini? Unadanganya watu, unasema mimi nimekuonea, mimi nimekuzalisha nini? Unauza vitu vya hovyo. Mimi nilikosea kukupatia nafasi utaje namba. Vitu vya hovyo. Angalia. Ngoja kwa mfano. Sogeza kamerani. Kuna hovyo gani? Hovyo, angalia. Mali gani hizi? Unapata chicken kabisa. Ametengenezea maboksi. Mimi si nilikupatia nafasi bana, taja namba. Ukataja namba, watu wamekupigia, unaanza kuwaomba hela. Alianza kuomba hela huyu. Anasema yeye anauza vitu original, kumbe vitu vingine fake. Angalia. Vitu ni fake. Angalia kama unaona vitu ni fake. Nilitaja namba ili Watanzania waweze kuja kujionea wenyewe. Nilitaja namba ili Watanzania waje kujionea wenyewe.
na kweli wamekuja kujionea wenyewe. Imagine unapata chicken cabinet kama hii hapa, ina mlango mmoja wa kikabati na milango miwili. Unaipata kwa thamani ya 190,000. Kwa sina Angalia sasa 190,000 kabati kama hili. Unapata hii hapa 190,000 kabati kama hili. Huu ni wizi. Ukisogea hapo Onyesha ushahidi huo. kama hii hapa. Showcase kama hii hapa unaipata kwa shilingi ya 70,000 tu kwa Sina Bay Furniture. Angalia showcase kama hii 70,000. Kwa sababu ya kuokoa Tanzania. Okoa gani? Mtazamaji. Wewe unakuja Ngoja kwanza. Wewe nilikupatia nafasi utaje namba. Ukawauzia watu vitu vya hovyo. Sasa kuna maofisa wanakuangalia hapa. Kuna Watanzania wanakuangalia hapa. Wanataka yani nataka na wewe uje Mtanzania, uje uangalie vitu wanavyouza hapa kama ni vya hovyo, kamata tia ndani. Vitu tunavyouza ni imara sana. Haya, leo tunavyouza ni imara sana. Hatupigi kelele. Taja namba. Wewe unakamatwa na polisi. Wewe nakwambia hivi, wewe lazima ushikwe na polisi. Toa namba. Unapata kwa 07 88 02 72 17 mwisho. Mtazamaji, asubiri. Iko kwenye mitandao yangu yote. Rudia tena. Ngoja wewe niambie siri. Mtazamaji, maofisa najua wananiangalia hapo, serikali wananiangalia. Huyu bwana mkubwa mje mchunguze. Vitu anavyouza ni hovyo. 70,000 showcase kama hii hapa. Kama hii hapa unaipata kwa 70,000. 70,000 hiyo. Taja namba tena. Unanipata kwa 07 88 02 72 17 mwisho. 17 mwisho. Hiyo ndo namba ambayo ipo kwenye mitandao yangu yote ya kijamii. Kameramani njoo. Wewe usijieleze sana. Kameramani njoo. Angalia kama haya. Hili hapa. Hii sofa ni ya kukaa watu wawili. Sofa hii hapo unaipata kwangu kwa thamani ya 190,000. 190,000. 190,000 hapo unaipata. Lina kunguni ndio maana anauza bei ndogo. Maana nikaitwa Sina Bay Furniture. Kuna wewe. Haya hilo hapo. Hili kabati la nguo la milango miwili. Lina kioo. Afisa kama wewe kujiangalia hapa uone kama ni raha sana. Unaipata hii hapa kwa thamani ya 210,000 tu. Kabati kama 210,000. Wapakiaji bebeni. Hem, tutajie tena namba. Watu utakuja nani? Maofisa wenzangu huko kituo cha polisi, naona mnanisikiliza. Over. Andikeni hiyo namba. Huyu mtumiwa analeta vitu vyake huko ili mumpigie, muambie hivyo vitu vingine vya bei ndogo awaletee. Hem, taja tena namba. Mawasiliano unanipata kwa 07 88 02 72 17 mwisho. Hiyo ndo namba ambayo ipo kwenye mitandao yangu. Haya, sasa ndugu zangu, bwana mkubwa, wewe ulinikanyagia, ulinitufua ile siku. Leo sipendi kupigana na wewe, sitaki ukorofi na wewe, sitaki machokozi na wewe. Wazee wa kazi, pakieni vitu, tunaondoka. Wanapakiaje nini? Wewe ni mkorofi. Wewe ni mwanaume, pakia. Mimi ni mwanaume ndio. Beba. Mimi ni mwanaume niliyekamilika. Beba. Wewe ni mama tu. Sawa. Hivi vitu vinakamatwa. Wewe ni mama tu. Vitu viko chini ya ulinzi. Mimi ndo gwiji, umeona mdogo wangu ameninyenyekea huyo. Mdogo wangu huyo. Napakia. Wewe ni mama tu, una la kunifanya. Beba Nike kijana wangu. Tunabeba. Yaani wewe hivi vitu vinaenda kukaa lock up na wewe mwenyewe unashikwa, unakatwa hivyo vidole mpaka hivyo vinaenda. Hapo sawa. Dereva washa, tuondoke. Wewe ni mama tu, una la kutufanya, na wewe ni kenge tu. Wewe ni bwege kama mabwege wengine na una la kunifanya. Twende zetu, pita huku. Umeona wananchi hawa wamekuja kushuhudia tukio hilo. Twende dereva. Namna hiyo. Nimekuja kubeba vitu hapa kwa Sina Bay Furniture. Amejifanya mtukutu, ananipiga. Kameramani, onyesha. Nimeshamtia hasara tayari. Huyu bwana mkubwa ndo nimebeba vitu vyake. Kameramani, rudi kule. Haya. Hapo tayari. Hicho kiache. Beba. Hicho kiache, hivi vinanitosha nyumbani kwangu pale. Ili hapa nitaweka pale sableni kwangu, ili chumbani, alafu mwezi ujao vinaenda polisi. Namna hiyo. Mimi ndo gwiji, nimefika hapa. Wananchi wote wamekimbilia ndani, wameniogopa kwa sababu wamesema mguu wangu umekaa kama kumtegua mtu taya. Kwa hiyo wananchi wote wamenyenyekea. Na dereva, twende. Wananchi, nilikuwa najaribu kueleza swaga kidogo hapa. Wananchi wameniogopa, na baada ya kufika hapa, wake za watu nao wamesema wananipenda pia na wameninyenyekea. Dereva, tuondoke. Kameramani, tunaondoka sasa. Mali unavyoziona zinaondoka kwa hapa Sina Bay Furniture. Tunaenda kuziweka rumande, na hiyo rumande ni pale nyumbani kwangu.
moja kwa moja live bila chenga. Twende. Mimi nitaenda mchaka. Hii mali lazima ilindwe. Hapa moja kwa hii eti nje inatoka hii. Twende. Hata kama haitoki tutajua huko. Namna hiyo. Simama dereva. Kameramani usimame, ingia usimame hapo. Utakuwa unaiba siri kiaina. Twende kazi. Namna hiyo. Mtoto mdogo huyu mwehu ushenzi mkubwa anaanza kunichanganya akili yangu. Namna hiyo. Twende. Onyesha mali za ripota huko nyuma. Twende dereva. Wewe vipi bwana? Moja kwa moja na mimi nikiwa live bila chenga naendelea kulindima. Wawezi wakauza vitu vya hovyo, wanauza vitu vya hovyo, na mimi kama ofisa siwezi kuangalia tu. Siwezi kuangalia mali kama hizo zinaenda kukaa chini ya ulinzi. Sasa hivi nimeanza kuingia mtaani kusaka wote wanaouza bila vibali, wanafanya kazi bila kinyume na sheria. Unauza hivi huna leseni ya biashara, manake ni nini? Mimi kama ofisa nakuja na lindima nyuma namna hiyo. Watu wameninyenyekea. Umeona wananchi wote hawa, wake za watu wamesema wananipenda baada ya mimi kuingia mtaa huu, na wamesema nina mwendo mzuri. Moja kwa moja. Kameramani, leo tunakaa sehemu nzuri. Hayo kwanza tukiamua tunaenda kuyauza. Yule mshenzi alinitufua akajiona yeye gwiji. Sasa angalia, ninapita kwa uchangamfu wa hali ya juu kabisa. Moja kwa moja. Mimi nikiwa nyuma na linda mali yangu. Sija wakawa wanafuata, lakini hawawezi kunifuata kwa sababu mimi ndo kidume. Na walipofika hapa, nilipofika tu wote wakakimbilia ndani. Wananchi wameweza kuniogopa kwa sababu wameona mimi ni kidume niliyechangamka. Na akijichanganya na mshika mke wake na mnyandua live. Siogopi lolote. Serikali ya Mama Samia haitaki upumbavu. Unafanyaje biashara bila kufuata taratibu? Lazima vinaswe vitu ili kusudi akili kukae sawa. Tayari hasara 500 hiyo nishamtia hapo. Dereva taratibu, ukivunja nitakupiga. Kameramani ngoja nikushikie alafu na wewe uruke. Twende taratibu, mali yetu ikiwa inaripotiwa. Namna hiyo. Yani hivi vimenaswa mtazamaji. Hawezi wakaleta ujinga. Wanaletaje ujinga? Upumbavu huo wapeleke kwa bao. Namna hiyo. Lilitaka kukwama kidogo, wale jamani wachawi. Lilitaka kukwama kidogo, lakini siogopi lolote. Moja kwa moja, uchangamfu ni wa hali ya juu. Twendeni hapa, mimi niko vizuri. Kameramani na wewe kimbia uchanganye makalio yako mavi ya sigande, mshenzi mkubwa. Tunaenda mbio. Mali ni hiyo hapo mtazamaji, mimi ndo kidume nimeweza kuipola kwa mwananchi huyo aliyekuwa anajaribu kuleta jeuri katika kuulizwa anafanyaje biashara bila leseni ya biashara. Kwa hiyo vitaenda nyumbani kwangu ili mimi kama ofisa nikaweza kukaa navyo hata siku 2-3. Kuwa na mimi mtazamaji mpaka vinafika nyumbani. Puzi gani wanaanza kutuletea watu wa hovyo. Namna hiyo. Tuletea mambo ya hovyo. Safi kabisa. Dereva taratibu visije vikavunjika. Kameramani wewe rekodi tu. Na usiogope lolote. Tangulia waonyeshe mazingira mzigo huo. Twende mpaka tukatokea lami. Onyesha. Huyo ni dereva wangu, nimeweza kumkodi na yeye naweza kwenda kumdhulumu na yeye pia vile kwa sababu mimi ni mtu niliyechangamka na siogopi lolote. Au ngoja nitangulie mimi. Namna hiyo. Safi kabisa. Simama kwa kule uonyeshe ninavyoongozana na mali zangu. Twende dereva. Vipi bwana? Mtu akili ndogo anaanza kutuchanganya bwana. Na kwa nini utuchanganye? Mtazamaji, haiwezekani watu wafanye biashara bila kufata sheria, kwa sababu nchi yetu hii tumeweza kufanya mambo mengi makubwa. Mama Samia anapambana sana
Sasa wewe unafanyaje biashara bila kufuata sheria na taratibu? Na ndio maana tumeamua kufanya hivi sisi kama vijana wazalendo, ili kuwanyoosha wale washenzi wote wanaofanya biashara bila kufuata sheria na taratibu za nchi yetu, moja kwa moja namna hiyo. Sasa hapa bwana mkubwa simama. Sasa hapa kameramani njoo tupande. Tushafika hapa moja kwa moja namna hiyo. Safi kabisa. Umeona ni mimi gwiji ambaye nimechangamka na bwana mkubwa Madevu niko naye. Naye amelipenda ili tukio. Bwana mkubwa, watu ambao hawafuati sheria unazungumziaje? Watu ambao hawafuati sheria inabidi kuwakamata kama hivi. Kama hivi. Ulivyofanya hivi ndio sahihi. Wataanza kufuata tu sheria. Tunakosa kodi nyingi sana. Onyesha mbele mtazamaji. Onyesha mbele kameramani. Umeona mazingira mazuri ndio hayo. Tunaingia lami sasa. Tunaingia lami na mali ndivyo zinaweza kuondoka. Huyu ni mfanyabiashara ambaye ni jeuri, aliweza kuhojiwa na ofisa Matombolonyo, akaweza kuleta jeuri na akanitufua. Kwa kama alinitufua, basi nimeweza kunyang'anya mali zake, na mali zake ziko chini ya ulinzi. Onyesha, tunaingia lami. Tunaingia lami. Onyesha. Hapo kula kushoto au kula kulia. Kanyaga huyo anapiga. Onyesha huyo. Nani huyo? Kameramani shuka kameramani. Nani anazuia tena huko mbele? Kanyaga huyo. Huyo nani anazuia? Dereva unaongea na watu nini? Mimi hapa ndo nazuia. Unazuia wewe kama nani? Achia mali zipite hizo, unazuia kitu gani? Hizi mali imetolea hapo. Kabla umetolea wapi? Tumetolea wapi wewe? Haikuhusu. Bwana mkubwa, tuna haraka kidogo bwana. Wewe nani unaongea? Wewe kama nani? Mimi? Wewe kama nani? Mimi ofisa Matombolonyo. Umetoka sehemu gani? Na unahusika na hii kazi? Mimi nahusika na hii kazi, ndio maana nimevinasa. Sasa ripoti kwamba kuna mtu kaingilia ofisini kwake, kachukuliwa vitu vyake pasina kuwa na maelezo yako ya kutosheleza. Kuna wewe ngoja kwanza. Ngoja kwanza. Hakuna wewe. Hamna, wameanza kuniletea vurugu. Mimi wewe. Sasa mimi mnaanza kunitufua nimefanya nini? Mimi hamna. Sasa mimi mnaanza kunitufua nimefanya nini? Sasa mimi najitolea kaka. Mimi najitolea tu. Tunazikemea sana, alafu nyewe najitolea tu kaka. Nafanya kazi zake, unakuja Najitolea tu kaka. Najitolea tu kaka. Najitolea tu kaka. Kameramani mbwa mkubwa amenipoza. Naomba jongo afisa. Ndio mwenye wewe ndio mwenye mzigo. Ndio mimi nafanya. Kweli. Bado unatoa. Ndio mimi. Bado unatoa kwa nini unafungua? Kameramani. Nani namba ya mzee unayo kwenye simu? Namba ya mzee unayo kwenye simu? Ipo yangu amenikofunga hapa sielewi. Bado unatoa. Wewe bado tuzungumze kidogo basi. Umeshindwa kuongea na mwenye mizigo. Sawa. Kwa nini? Kumbe bosi wetu kwa nini sio afisa? Wewe afisa unakuja ofisini kwangu unachukua mali. Hamna, yani kaka hizi ni content kaka. Ambacho uamini nini, hizi ni content kaka. Hizi ni content. Leseni zote nalipa ushuru. Hizi ni content kaka. Hizi ni content kaka. Nauza bidhaa nzuri kwa bei nafuu. Lakini haya ofisini kwangu unachukua bidhaa. Haya ni maisha tu kaka. Wewe bora ulisema afisa wewe. Mimi ni afisa lakini kwa mbali kaka. Haya ni maisha tu blaza. Kwa nini? Haya ni maisha tu blaza. Hamna, mimi sio tapeli blaza. Haya ni maisha. Haya ni maisha tu blaza. Yaani haya ni maisha na mwisho wa siku mambo yatakuwa mengi. Haiwezekani kabisa. Yaani unakuja ofisini kwangu unachukua bidhaa zangu. Unajua afisa tunampelekea nyumbani. Mbona amekuja afisa mwenyewe hujajielezea mbele ya afisa? Yule pale tumezidiana. Yule ni afisa lakini tumezidiana kitengo. Kwa nini hujajielezea? Kwa nini hujatoa
amekwambia utoe vitambulisho vyako, mbona hujatoa vitambulisho vyako? Hamna, tumezidiana tu kitengo. Amekwambia kabisa toa vitambulisho vyako, hujatoa vitambulisho vyako. Kwa nini?